Juni 30 kila mwaka, ardhi tajiri ya Kongo hutikisika kwa midundo ya ngoma, nyimbo za matumaini na kumbukumbu za damu iliyomwagika kwa ajili ya uhuru. Ni siku ya fahari, lakini pia ni siku ya tafakari kuhusu walikotoka, walipo, kule wanakoelekea. Miti mirefu ya mvua na mito ya dhahabu haikuwazuia wakoloni wa Ubelgiji kuikata Kongo vipande vipande. Si kwa mapanga, bali kwa sera kandamizi, utumwa wa kisiasa na unyonyaji wa utajiri usioelezeka. Milioni walikufa, wengi waliumizwa, lakini roho ya kupigania haki haikufa. Mnamo Juni 30, 1960, jua la uhuru liliangaza kwa mara ya kwanza juu ya ardhi ya Kongo. Katika hotuba iliyoacha historia, Patrick Lumumba alisimama mbele ya mkoloni, si kwa hofu, bali kwa sauti ya kizazi kizima. Alisema, hatukupewa uhuru kama zawadi, bali tumepigana kwa jasho, damu na mateso. Kiongozi huyu kijana aliongoza kwa niaba mamilioni. Japo alipoteza maisha mwaka mmoja baadaye, alizaliwa upya mioyo ya Wakongo na wapiganaji uhuru duniani kote. Kilichofuata hakikuwa rahisi. Nchi ilitumbukia katika migogoro, mapinduzi na utawala wa kijeshi. Mobutu Sese Seko alitawala kwa mkono wa chuma kwa zaidi ya miongo mitatu, akigeuza taifa kuwa kivuli cha utajiri wake binafsi. Miaka 1990 ilizua zahma mpya. Vita vya Kongo vilivyoitwa vita vya dunia ya Afrika vilisababisha vifo vya zaidi ya watu milioni 5. Taifa likawa uwanja wa mapambano ya kimataifa, huku raia wakiteseka kwa bala njaa, ubakaji na uhamishwa. Lakini kama mti unaochanua majani mapya baada ya ukame, Kongo ilianza kujiponya. Uchaguzi wa mwaka 2018 ulileta kile kinachochukuliwa kama mabadiliko ya kidemokrasia. Felix Tshisekedi akaingia madarakani. Leo hii, licha changamoto mashariki mwa nchi, taifa linajengwa upya. Barabara mpya, shule za kisasa, madini yanayosimamiwa kwa uwazi na vijana wanaoamini katika mustakabali bora. Kumbukumbu ya Juni 30 si historia tu, ni mwito wa kuhakikisha rasilimali za Kongo hazifaidishi tu wageni pekee. Mwito wa kulinda wanawake wa mashariki, wa kuelimisha watoto wa Kinshasa, wa kuenzi mashujaa waliofungua njia. Kongo ni taifa lenye dhahabu chini ya ardhi, lakini thamani yake halisi iko kwenye watu wake. Watu wanastahili amani, heshima na maendeleo. Leo Kongo huru haimaanishi tu uhuru kutoka kwa mkoloni, bali uhuru wa kuishi kwa haki na kutoa ndoto kubwa kama maporomoko ya mto Kongo yasiyozuilika. Jina langu ni Fatina Suleimani.